Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu ambaye ametupa wakati huu mzuri kwenye majira haya, na kwa kipindi hiki toka mwezi wa 9 tumekuwa na series ya msaada na wokovu kwa njia nyingine kupitia kitabu kile cha Esta sura ya 4 na ule mstari wa 14. Taanzia mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esta, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utatoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Ni nani afahamu ya kwamba hukuujia ufalme kwa wakati kama huu? Tulikuwa tunazungumza kwa habari ya msaada na wokovu kwa njia nyingine, na nimezungumza mara kadhaa ya kwamba Mungu anaandaa msaada na wokovu kwa njia tofauti tofauti. Sisi kama wanadamu ni ngumu sana kuelewa ya kwamba Mungu anaandaa msaada na wokovu kwa njia nyingine. Katika fululizo zilizopita nilizungumza pamoja na wewe ya kwamba Mungu ana namna tofauti tofauti ya kufanya vitu. Mungu habadiliki, lakini ana namna tofauti tofauti ya namna yeye kufanya vitu. Sasa hapa tunaona msisitizo mkubwa. Biblia inazungumza kwa habari ya Esta kwamba ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Swali ambalo ninalo, ambalo natamani hata wewe uweze kuwa nalo: kwa nini Mungu aling'ang'ana na Esta? Kwa nini Mungu aling'ang'ana na Esta? Kama yeye ni Mungu mwenye mamlaka, kwa nini aling'ang'ana na Esta? Kwa sababu anasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, lakini chini pale anasema ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Mordekai anamkumbusha kwamba wewe uliujia ufalme, ulikuwa malkia katika ufalme wa mfalme Ahasuero, Shushani ngomeni hapo kwa ajili ya wakati kama huu. Manake kusudi la kuwaokoa Wayahudi liko kwenye mikono yako Esta, na kama lipo kwenye mikono yako Esta, kwa nini Mungu anaweka msaada kupitia watu? Manake leo natamani uangalie hicho kitu. Kwa nini Mungu anaweka msaada kupitia watu? Jambo la kwanza, kila kizazi kina wakati kama huu. Kila kizazi kina wakati kama huu, na ndio maana anasema hukuujulia ufalme kwa wakati kama huo. Kila kizazi unachokiona, kila watu wana wakati kama huu. Mungu ametuumba, ametuweka chini ya uso wa nchi kwa kusudi lililo jema, na ametupa wakati ambao kupitia huo wakati umebeba majibu ya sisi kuweza kutimiza duniani, kutimiza chini ya uso wa nchi. Ndio maana kila kizazi kina wakati kama huu. Kwa hiyo kila kizazi huwa kinakuwa na jukumu la kipekee katika historia ya wokovu na msaada. Kila kizazi unachokiona. Ndio maana anasema kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, manake kuna generation kila vizazi. Tunapoishi katika karne hii ni kizazi cha karne hii. Kwa hiyo kila kizazi kina wakati wake, na kila kizazi kina kusudi lake, na kila kizazi kina jukumu lake la kipekee. Kwa Mungu huwa anafanya kazi pia kutokana na kizazi fulani kipo, na Mungu alivyokisaidia kizazi fulani ni tofauti na atakavyokisaidia kizazi hiki. Ndio maana yeye ni Mungu wa Isaka, Yakobo,
Kwa hiyo alivyotumika kwenye kizazi cha Isaka ni tofauti na anavyotumika kwenye kizazi cha Yakobo, na huyo ndiye Mungu. Sasa ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 na ule mstari wa 36, 13 na ule mstari wa 36, Biblia inasema kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake. Maana nimezungumza kila kizazi kina kusudi, kina jukumu la kipekee katika historia ya wokovu na msaada. Biblia inasema Daudi alipokwisha kulitumikia shauri la Mungu alilala. Maanake kila kizazi kina kusudi, kila kizazi kina kusudi maalumu ya kulitimiza. Kila kizazi. Daudi alipokwisha kulitimiza, alipokwisha kulitumikia shauri la Mungu alilala. Katika haya maisha Mungu amemwekea kila mtu kusudi la kufanya, amemwekea kila mtu jambo la kulitimiza, amemwekea kila mtu jambo la kulifanya. Daudi alipokwisha kulitimiza kusudi, shauri la Bwana, alilala. Kwa kila kizazi kina kusudi maalum la kutimiza. Esta alikumbushwa kwamba wewe uliujia ufalme kwa wakati kama huu. Maanake ilikuwa ni kizazi cha kwake na alikuwa na kusudi maalum ya kulitimiza. Ndio maana nilizungumza wakati uliopita, msaada wa Wayahudi ulibebwa na Mungu aliuandaa pia kwa ajili ya Esta. Licha ya Esta angekataa kutumika kufanyika msaada wa Wayahudi, Mungu bado alikuwa na njia nyingi za kufanya msaada kwa ajili ya Wayahudi. Kwa hiyo Mungu huwa anatengeneza dimension tofauti tofauti kwa ajili ya kusaidia watu wake. Pia kila kizazi kina changamoto zake za kipekee. Kila kizazi kina changamoto zake za kipekee. Tumeangalia kwamba kila kizazi kina kusudi maalum la kutimiza, lakini pia kila kizazi kina changamoto zake za kipekee. Kila kizazi, vizazi tofauti tofauti ambavyo unaviona vina changamoto zake za kipekee. Ukisoma kitabu kile cha Isaya 59 na ule mstari wa 19, Biblia inasema basi waliogopa jina la Bwana toka magharibi na utukufu wake toka mawio ya jua, maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Nimezungumza kwamba kila kizazi kina changamoto zake za kipekee. Kizazi kinapoumbwa na giza, Mungu inua watu wenye nuru kwa wakati kama huu. Kizazi kinaweza kikagubikwa na giza zito, kikagubikwa na namna tofauti tofauti, lakini Mungu huwa anainua watu wenye nuru kwa ajili ya wakati kama huu. Kwa hiyo hata kama kizazi ambacho unaishi, kizazi ambacho unatembea kina changamoto za namna gani, still Mungu anainua vitu maalum kwa ajili ya kutekeleza makusudi maalum kwa ajili ya maisha ya watu. Kwa hiyo kila kizazi kina changamoto zake za kipekee. Kwa hiyo kama kizazi kina changamoto za kipekee, uwe na uhakika Mungu anainua watu ambao ni maalum kwa ajili ya kuwa ni masuluhisho ya changamoto katika kizazi husika. Kwa hiyo kila kizazi ambacho kilikuwa kinapita kilikuwa na changamoto zake, na Mungu alikuwa anainua watu wake maalum kwa ajili ya kutatua hizo changamoto. Jambo la tatu kuhusu kizazi. Kila kizazi kina watu waliowekwa kwa ajili ya majira fulani. Kila kizazi kina watu waliowekwa kwa ajili ya majira fulani. Nakumbuka Esther aliinuliwa kwa ajili ya wakati kama ule. Wanazungumza kila kizazi kina watu wake waliowekwa kwa ajili ya majira fulani. Manake hata kama kuna vitu vinaonekana, ujue kuna watu ambao Mungu amewaweka kwa ajili ya majira haya.
Esta ni mfano mzuri, na hata leo tuna wakina Esta ambao wamewekwa kwa ajili ya majira kama haya, na wengine hawako tayari kutumika na wanajua wana msaada. Wengine wanajua hawajui kwamba wao ni msaada, kwao wanahitajika mtu ambaye kama Mordekai ambaye atakuwa tayari kukumbusha kusudi la mtu. Lakini pia kuna wakina Mordekai wa kizazi cha leo, ndo hao ambao kazi yao ni kukumbusha. Ni watu ambao Mungu amewaweka kwa ajili ya majira fulani. Kizazi kina watu. Jambo la 4, kila kizazi kina fursa ya kipekee ya kuona wokovu. Kila kizazi kina fursa ya kipekee ya kuona wokovu. Kwa hiyo kila kizazi unachokiona sio tu kina fursa ya kuona wokovu, lakini pia Mungu ameandaa namna ya hicho kizazi kupata wokovu. Kwa kila kizazi unachokiona Mungu ameweka kitu kilicho kizuri. Ukisoma Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 2, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ndio sasa. Kila kizazi kina fursa ya kipekee ya kuona wokovu. Kwa hiyo kila kizazi unachokiona Mungu amekiandalia namna tofauti tofauti ya kupokea wokovu, ya kupokea msaada, ya kupokea vitu tofauti tofauti. Jambo la mwisho, kila kizazi kina wajibu wa kuendeleza wito wa Mungu. Kila kizazi unachokiona kina wajibu wa kuendeleza wito wa Mungu. Mtu wa Mungu, Mungu hutumia kizazi kimoja pekee. Anapomalizana na kimoja, anaanza na kingine. Kwa hiyo kila kizazi kina wajibu wa kuendeleza wito wa Mungu. Isaka alipomaliza, kizazi cha Isaka kilipomaliza majukumu yake, kiliingia kizazi kingine. Yusufu kizazi chake kilipomaliza majukumu, kiliingia kizazi kingine. Kila kizazi kina wajibu wa kuendeleza wito wa Mungu, na Mungu hutumia, nimezungumza, kizazi kimoja kwa wakati fulani. Kizazi hicho kikiisha, kinaingia kizazi kingine. Ni kama mbio za kijiti wanapokezana. Kwa hiyo kila kizazi kina jukumu lake, kila kizazi kina majukumu yake. Kwa hiyo na Mungu anatumia kizazi hata kizazi, na ndio maana anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa vizazi vyote. Vizazi vyote maana yake every generation, vizazi vyote yeye Mungu anavicontrol. Yeye Mungu anavicontrol. Ukisoma kitabu cha Zaburi 145 mstari wa 4, anasema kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, kitayatangaza matendo yako makuu. Kwa kila kizazi kina wajibu wa kuendeleza matendo ya Mungu, matendo ya Mungu. Kwa hiyo kuna matendo ya Mungu, kila kizazi kina wajibu wa kufanya hivyo. Kwa kizazi cha leo kina jukumu la kushuhudia na kuendeleza nuru na msaada wa Mungu na walio nyuma yake pia. Manake vizazi vinavyokuja, tunapomaliza kama Daudi alivyosema, alivyomaliza shauri la Bwana alilala. Kwa kizazi hiki kinapomaliza jukumu ambalo Mungu amewapa, hakuna kizazi ambacho Mungu amekipa kimalize kila kitu. Kila kizazi kina package yake ambayo Mungu amekipa kifanye. Kwa kila kizazi kina wakati wake kama huu. Kila kizazi kina jukumu lake, na Mungu hufanya kazi kwa nyakati, na kila kizazi kina sehemu yake katika simulizi ya msaada na wokovu. Kila kizazi kina sehemu yake katika simulizi ya wokovu na msaada ambao Mungu anauandaa kwa ajili ya watu. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mzuri. Shalom.